huku unaona mbali, lakini utakapoenda kuchukua hatua ya kwenda kusikia mahubiri haya ambayo yanaletwa na mtumishi wa Mungu Pastor Simon Omba, ambaye ukiingia katika YouTube utampata mahali pale akileta neno la Mungu, neno la ufunuo. Ukiingia TikTok utampata mahali pale akileta neno la ufunuo. Utafunuliwa mambo mengi kabisa. That's why inaitwa Home of Liberation. Basi ninaamini ya kwamba leo jioni hii ya leo, siku hii ya leo, Mungu ataenda kukusaidia utakapoenda kunitazama na kusikia mahubiri haya. Najua ya kwamba Mungu amani hatakuwa pamoja na wewe, na Mungu amani ataweza kukusaidia. Katika kitabu cha katika kitabu cha Isaya 7 mstari wa 7, Biblia inasema ya kwamba Bwana Mungu asema hivi, neno hili halitasimama wala halitakuwa. Neno hili halitasimama wala halitakuwa. Kuna maneno ambao watu walikuzungumzia. Kuna mambo ambao watu walikuzungumzia. Yule anasema ya kwamba neno hilo halitasimama wala halitakuwa. Laana, wakaenda wakatamkia maneno ya laana. Wakaenda wakakufunga, wakatamka maneno. Yule anasema ya kwamba jioni ya leo, nasema ya kwamba na neno hilo halitasimama. Yule anasema ya kwamba Bwana Mungu asema hivi, neno hili halitasimama wala halitakuwa, kwa maana kichwa cha Shamu ni Damascus. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba maneno uliyozungumziwa, maneno waliyokuzungumzia waganga na wachawi na nguvu zote za giza, nimekuja kama mtumishi wa Mungu kukuambia ya kwamba hayo maneno hayatakuwa. Ninakazo kwa jina la Yesu Kristo. Wewe ambaye umeteswa, ya kwamba neno waliotamka ya kwamba halitakuwa tena. Zile nira walitumia kukufunga wewe, kufunga maisha yako, ili usiweze kusonga, ili usiweze kufanya kazi, ili usiweze kufanikiwa kwenye maisha yako, ili usiweze kufanikiwa kwa ndoa yako, ili usiweze kufanya mambo mazuri, ili usiweze kuona mbali, ili usiweze fanya kazi ya Mungu, ya kwamba wakakuzungumzia, wakaharibu njia zako, wakaharibu maisha yako, wakakoroga, wakaenda wakakoroga vile wanajua. Ya kwamba nimekuja kuambia leo hii ya kwamba hayo maneno hayatakuwa, hilo neno halitakuwa wala halitasimama. Ninakazo kwa jina la Yesu Kristo, ya kwamba wakakutamkia kifo, wakasema ya kwamba wewe kifo utakufa kifo cha ajali. Nimekuja leo hii kama mtumishi wa Mungu kukazo ya kwamba neno la kifo halitakuwa kwenye familia yako, ya kwamba neno la kifo halitakuwa kwenye familia ya kwenyu. Ninajua ya kwamba kuna watu wanazika mwaka kwa mwaka. Ninajua ya kwamba kuna watu wanazika hata mwezi kwa mwezi. Yaani watu wanazika. Ni neno ambalo watu walienda wakasungumusa. Wakaanga wakaenda wakasungumusa. Wachawi wakaenda wakasungumusa. Katika nguvu zao, wakakutumia nguvu zao, wakakutumia mapepo. Ndio maana uishi ukafanya kazi. Ndio maana uishi ukatembea. Ndio maana umefungwa uishi ukasoma. Kuna watu ambao wamefungwa kwa miguu yao. Kuna watu wamefungwa hata kwa mikono yao. Kuna watu wamefungwa hata kwa macho yao. Omba TV na mahubiri ambao wanawaletea. Omba TV ni station ambayo ni ufunuo. Itakufungua wewe macho. Utaona mambo ambayo ulikuwa unaona katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo neno lolote ambalo walikuzungumzia, hilo neno halitakuwa. Wewe ambao unaonitazama, kuwa na imani ya kwamba hayo maisha ambayo unapitia maisha magumu, hayo maisha leo, siku ya leo unaenda kufunguliwa. Unaenda kutoka kwa jela ya maisha ambao ni magumu. Unaenda kutoka kwa jela ambao ni ya mateso.
Unaenda kutoka kwa jela ambao ni ya magonjwa. Unaenda kutoka kwa jela ambao ni ya madeni. Unaenda kutoka kwa jela ambao ni umaskini kwa jina la Yesu Kristo. Nimekuja kutangaza ya kwamba chochote walikufunga nacho kinakatika kwa jina la Yesu Kristo. Ninakuja kutangaza ya kwamba chochote walitumia kinaondoka kwa jina la Yesu Kristo. Biblia inasema ya kwamba utakapochimba shimo ili ukaweze kuingia ndani, Biblia inasema ya kwamba wao wenyewe wataingia kwa hiyo shimo. Maadui ambao wanaokutakia mabaya wataingia kwa hiyo shimo katika jina la Yesu Kristo. Wala ambao wanakuendea madawa kisirisiri, wanakuwekea kwa kazi yako, leo, siku ya leo, hiyo dawa haitakuwa na uwezo. Leo siku ya leo, hiyo dawa haitakuwa na nguvu. Leo siku ya leo, hiyo dawa haina mamlaka. Leo siku ya leo, hiyo dawa haina uwezo wowote. Bwana Yesu Kristo alikufa pale msalabani akamaliza kila kitu, kila mateso. Ninamlisha leo hii kukuondokea kwa jina la Yesu Kristo. Kila maroho ambayo yanayokusumbua, ninatangaza kuondoka kwa jina la Yesu Kristo. Kila takataka na kila ndugu zote ambao walikurushia, sinaenda kuondoka kwa jina la Yesu Kristo. Kuna watu wanaota ndoto mbaya usiku, wanalala wakiwa wanaota ndoto mbaya usiku. Wengine wanaota wakiwa wamelala na nyoka. Wengine wanaota wakiwa wamenyongwa, wakiwa wananyongwa usiku. Asubuhi kuamka, mtu amechoka kana kwamba alikuwa anafanya kazi usiku, ya kwamba kuna kazi ambayo alikuwa anafanya usiku. Mtu amechoka mgongo, ya kwamba alikuwa amepepeshwa mizigo usiku. Nakuja kukutangazia ya kwamba hiyo mizigo ambayo unapepeshwa usiku, mizigo hiyo itakuondoka kwa jina la Yesu Kristo. Wala ambao waliokupepeza hiyo mizigo inawaandama kwa jina la Yesu Kristo. Ninatuma huo mzigo ukawatesa kwa jina la Yesu Kristo. Ninatuma hizo nguvu zikawafamie kwa jina la Yesu Kristo. Hizo ndoto watakapokurushia, maroho machafu, hizo zinawarudia kwa jina la Yesu Kristo. Ya kwamba Biblia inasema ya kwamba na hilo neno halitakuwa, hilo neno halitasimama kwa uwezo na mamlaka. Hilo neno halitasimama, litasimama kwenye maisha yao, lakini halitasimama kwenye maisha yako. Litasimama kwenye maisha yao, halitasimama kwenye maisha yako. Kila laana waliotamka, hiyo laana itasimama kwa familia zao. Hiyo laana itasimama kwa maisha yao. Hiyo laana itawafuata kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba halitasimama. Hilo neno halitasimama. Hilo neno halitakuwa na uwezo na mamlaka. Ndipo Biblia inasema ya kwamba tutatembea na kukanyaga nyoka na nge na zile nguvu za yule mwovu shetani, na hakuna kitu chochote hakuna kitu kitatudhuru. Hakuna kitu kitakudhuru. Hakuna kitu kitakuafekti. Hakuna kitu kitakuafekti. Hakuna kitu kitakuua. Utakanyaga hizo nyoka zote, hizo madawa zote utazikanyaga, na hakuna kitu kitakudhuru. Utatoka mahali pale ukiwa mzima, ukiwa unaamini neno la Mungu. Ndipo Biblia inasema ya kwamba katika kitabu cha Isaya Isaya 54 mstari wa 17, Biblia inasema ya kwamba no weapon formed against you shall prosper. Ya kwamba hakuna silaha itakayoinuliwa, hakuna silaha itakayotengenezwa kinyume na maisha yako. Hiyo silaha haitakuwa na uwezo. Hiyo silaha haitakuwa na mamlaka. Hiyo silaha haitakuwa na nguvu. Hiyo silaha haina uwezo wowote. Hiyo silaha haitakuwa na uwezo wowote. Haitakuwa na nguvu. Ni kwa sababu tunaambiwa ya kwamba hiyo silaha haitaweza kukudhuru kwa jina la Yesu Kristo. Hivyo nimekuja na neno kukutia nguvu na kukuambia ya kwamba ukaweze kumwamini Bwana, na kukuambia ya kwamba ukaweze kumwamini Yesu, kukuambia ya kwamba ukaweze kuamini neno lake, ya kwamba mahali popote utakapokuwa unatembea, yeye yuko pamoja na wewe, hawezi akakuacha. Biblia inasema ya kwamba wewe ambao unayemwita Mungu atakuitikia. Biblia inasema ya kwamba wewe ambaye unayemtafuta Mungu, yeye anapatikana. Nasema ya kwamba nitafute nami tapatikana.